cannot compare it with the joy outside there. Huwezi ukafananisha hiyo na furaha nyingine kule nje. It is a joy you cannot find in your wife nor in your husband. Ni furaha ambayo huwezi ukaipata ndani ya mume wako ama mke wako. You only find it from the bishop of your soul. Bali tu unaipata kwa yule mwangalizi wa nafsi yako, Lord Jesus Christ. hata Bwana Yesu Kristo. He has given us a great joy. Ametupa furaha iliyo kuu. Joy that you cannot explain with your mere mouth. Furaha ambayo huwezi ukaielezea kwa mdomo wako tu wa kawaida. Actions cannot express it. Matendo haiwezi ikaielezea. It is exponential, it is big. Hiyo ni kubwa sana. It is out of this world. Iko nje ya ulimwengu huu. No mind of a man can fathom to it. Hakuna hata nia mwanadamu inaweza fikiria kuihusu. It is bigger than everything. Ni kuu zaidi ya chochote kile. The joy of the Lord. Ile furaha ya Bwana. Hallelujah. Hallelujah. Is the strength that keeps us going. Ndio nguvu ile inatuwezesha kuendelea. Hallelujah. Hallelujah. Somebody praise the living God. Mtu amsifu Mungu aliye hai. It has put hope in us. Imeweka tumaini ndani yetu. Hallelujah. Hallelujah. Nothing matters. Hakuna chochote kinajalisha. We know the beauty that lies ahead. Tunajua ule urembo ambao uko pale mbele. And we don't care what is lying. Na hatujalishi na kile atikiko hapa kwa saa hii mbele. We know we are able to reach there. Tunajua tuna uwezo wa kufika pale. Brethren, we are not the first ones. Wapendwa, sisi wa kwanza. There are men who walked ahead of us. Pana watu ambao walitembea mbele yetu. Today they are called faithful men. Na siku ya leo wanaitwa watu waaminifu. They fought a good war. Walipigana vita vyema. And they finished their course. Na wakatamatisha mwendo wao. Today, leo, they are part of the cloud. Ni sehemu la ile wingu. And we know we are getting prepared also. Na tunajua nasi pia tuendelea kujiandaa. Right now we are the cloud carrying him. Sasa hili ndio ile wingu ambayo inamjia. We are the cloud. Sisi kama wingu. We are the cloud carrying him. Sisi ndio ile wingu ambayo inambeba. Because he rides on the cloud. Kwa kuwa yeye hupaa ndani ya wingu. Somebody praise the living God. Msifu Mungu aliye hai. And we are that cloud. Na sisi ndio ile wingu. But the time is coming. Lakini wakati unakuja. When we will be enjoined into the cloud of witnesses. Wakati tutakuwa tumeunganishwa na nini? Wingu la mashahidi. Tutakuwa tumeunganishwa na ile wingu la mashahidi. Somebody praise the living God. Msifu Mungu aliye hai. Hallelujah. Hallelujah. Somebody praise the living God. Msifu Mungu aliye hai. Hallelujah. 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 We will become part of them. Tutafanyika sehemu yao. Hallelujah. Because we ran the race. Kwa kuwa tulikimbia ile mbio with hope, tukiwa na tumaini and a lot of sureness, na uhakika mwingi sana. And we finished like they finished. Na tukatamatisha jinsi walivyotamatisha. We will leave for others also to be the cloud that carries him. Tutawaachia wengine pia ambao watafanyika hilo wingu ambalo linambeba. Hallelujah. Hallelujah. And we will become the cloud of witnesses. Na tutafanyika lile wingu la mashahidi. And they will be speaking of us. Na watakuwa wakitunena. They will be saying they are men. Watakuwa wakisema kulikuwepo na watu who began very little, ambao walianzia kwa mwendo mdogo sana. Hallelujah. Hallelujah. Somebody praise the living God. Mtu amsifu Mungu aliye hai. And they believed God. Na walimwamini Mungu. And God walked with them. Na Mungu akatembea na wao. And every step they made, na kila hatua waliofanya, it was full of victory. Ilikuwa imejawa na ushindi. Hallelujah. Hallelujah. And hope. Na tumaini. And God kept his word. Na Mungu akalinda neno lake. And lifted them. Na akawainua. And made them great. Na akawafanya wakuu. When they were very small. Akawafanya wakuu wakati walikuwa wadogo. Hallelujah. Hallelujah. We will become a reason for others to continue. Tutafanyika sababu kwa wengine kuweza kuendelea. Hallelujah. Hallelujah. Somebody praise the living God. Mtu amsifu Mungu aliye hai. They will speak of us. Watanena kutuhusu. They will say the God of our fathers. Watanena Mungu wa mababa zetu. And the fathers will be Mike in those days. Na mababa watakuwa ni Mike siku. And Joseph. Na Yusufu. Somebody praise the living God. Mungu aliye hai. Let us keep the faith. Na tudumishe kabisa ile imani. Let us stand strong. Na tusimame kwa nguvu. Let our knees be filled with power.
Let our knees be filled. Na magoti yetu yawe yamejazwa na uweza. Praise the living God. Sifu Mungu aliye hai. Hallelujah. Hallelujah. For we have God who is the lifter up our head. Kwa kuwa tuna Mungu ambaye ndiye uinua vichwa vyetu juu. Hallelujah. Hallelujah. He lifts up the heads of them that trust in him. Yeye huinua vichwa vya wale wanaomtumainia. David said, above my enemies. Daudi akasema juu ya maadui wangu who are round about ambao wamenizunguka. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Msifu Mungu. We are living among creatures who want to devour us. Tunaishi miongoni mwa viumbe ambavyo vinataka kutuangamiza. But we are assured of victory. Lakini sisi tumehakikishiwa ushindi. Jesus said in Luke chapter 10. Yesu akasema katika Luka mlango wa 10. That he has given us power. Ya kwamba ametupa uweza. Hallelujah. Hallelujah. To tread over the powers of darkness. Hata tuweze kukanyanga uweza wa giza. Hallelujah. Hallelujah. And the snakes and the scorpions. Kukanyanga nyoka na hata nge. And he said, nothing by any means shall hurt you. Na akasema ya kwamba hakuna chochote kwa namna yoyote ambacho kitawadhuru. But things will try to harm you. Lakini vitu vitajaribu kuwadhuru. You know, he said, nothing shall by any means do what? Harm you. Unajua alisema hakuna chochote kwa namna yoyote ambacho kitakudhuru. Why did he say that? Ni kwa nini akasema hivyo? Because you are going to become the target of many things. Kwa kuwa wewe utaenda kufanyika lengo la vitu vingi. Sicknesses. Magonjwa. Hallelujah. Hallelujah. Distresses. Masumbufu. Conflict. Farakana. But nothing shall by any means do what? Lakini hakuna chochote kwa namna yoyote ambacho kitakudhuru. So they will come but they will not harm you. Hivyo basi hayo mambo yote yatakukujia lakini hayatakudhuru. Enemies will come but they will not harm you. Maadui watakuja lakini hawatakudhuru. Because there is one who lifts up your head above your enemies. Kuna mmoja ambao huinua kichwa chako juu ya maadui waliokuzingira. Somebody praise the living God. Mtu amsifu Mungu aliye hai. So even if sickness come, basi hata kama magonjwa yatakuja, there is a word that was spoken. Pana neno ambalo lilinenwa. That it is not going to do what? Ya kwamba haitaenda kukudhuru. Something which is not going to harm you while you spend your time on it. Kitu ambacho hakitaenda kukudhuru, kwa nini ushinde ukijisumbua nacho? Why? Kwa nini? Focus in Jesus. Lenga Yesu. Hallelujah. Hallelujah. His word is true. Neno lake ni kweli. Amen. Amina. God said his word will never fall to the ground in vain. Mungu akasema kwamba neno lake halitaanguka katika ardhi bure. It must fulfill the thoughts and the intents of his heart. Bali ni lazima litekeleze mawazo na makusudio ya moyo wake. It will prosper in that which it is sent to do. Akasema ya kwamba na itanawiri kwa kile ambacho atanituma nikafanye. Word of God will prosper. Neno la Mungu litanawiri. Somebody praise the living God. Mtu amsifu Mungu aliye hai. Hallelujah. Hallelujah. Beyond every hope. Tazama kila tumaini. Beyond every hope. Kila tumaini. Amen. Amina. Jesus prayed. Yesu aliomba. And he said, I'm not praying for these alone. Na akasema siwaombei hawa peke yao. He believed that there are them that will believe because of them. Kwamba kuna wale ambao watakuja kuamini. He prayed for them also. Aliwaombea pia. That is us. Hao ni sisi. That is a word that came ahead. Wow. Hilo ni neno la miaka mingi sana kabla ya wewe kukua. Somebody praise the living God. Mtu amsifu Mungu aliye hai. And today, na leo hii, that prayer has kept us. Hilo hombi limetuhifadhi. Because the word that comes from the mouth of God, kwa kuwa lile neno litokalo kinywani mwa Mungu, will never return to him void. Haitamrudia likiwa tupu. It must fulfill the lazima litekeleze makusudio yake. And it must prosper in that which it is sent. Na ni lazima inawiri kwa kile ambacho imetumwa kwacho. Somebody praise the living God. Mtu amsifu Mungu aliye hai. Hallelujah. Hallelujah. In John chapter 10. Katika Yohana mlango wa 10. Hallelujah. Hallelujah. He said, other sheep have I also. Alisema na kondoo wengine pia ninao which are not of this fold. Ambao si wa zizi hili. He was speaking of the Jews. Alikuwa akinena kuhusu Wayahudi. He said they are not of this fold. Akasema si wa zizi hili. But he said them also must I do what? Bring in. Lakini akasema hata wao lazima
tafadhali. And I will abolish the difference. Na nitaondoa ule utofauti. Hallelujah. Hallelujah. I will bring them in. Nitawaleta ndani. And then the fold will be one. Na kisha zizi litakuwa moja. Somebody praise the living God. Mtu amsifu Mungu aliye hai. And the shepherd will be one. Na mchungaji atakuwa moja. Somebody praise the Lord. Mtu amsifu Bwana. Hallelujah. Hallelujah. Did that word come to pass? Je, hilo neno lilikuja kutimia? Hallelujah. Hallelujah. Even though war was there, ingawaje vita ilikuweko, but word of God penetrated between the wall. Lakini hata hivyo neno la Mungu likapenya kwa kiambaza. And everybody was enlightened. Na kila mmoja akaangaziwa. And they got to know what Jesus had spoken. Na wakapata kuelewa kile Yesu alichokuwa amenena. And then they gave Paul a hand of fellowship. Na kisha wakajipeana kwa ushirika. Wakampea Paulo ushirika. A hand of fellowship. Mkono wa ushirika. To go and witness to the heathens. Aende kushuhudia watu wa mataifa. Hallelujah. Hallelujah. And here we are today. Hapa tupo siku ya leo. Because of the word of God. Kwa sababu ya lile neno la Mungu. Word of God is so quick and so powerful. Neno la Mungu ni jepesi na yenye uweza. Hallelujah. Hallelujah. Sharper than any double-edged sword. Ni kali zaidi ya upanga ukatao kuwili. Hallelujah. Hallelujah. He said it pierces to the dividing asunder. Akasema ya kwamba inakata kufikia kugawanya. Of the bones and the marrow. Kugawanya mafuta na mifupa. And is a discerner of the thoughts and the intents of man. Na linachunguza mawazo na makusudio ya mwanadamu. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, the living God. Msifuni Mungu aliye hai. That is the word that has brought us here today. Hilo ndilo neno ambalo limetuleta hapa siku ya leo. We are not here because of words of men. Hatuko hapa kwa sababu ya maneno ya wanadamu. We are here because of a sure word of prophecy. Bali tuko hapa kwa sababu la neno hakika la unabii. Somebody praise the living God. Tutamsifu Mungu aliye hai. This is a sure word of prophecy. Hili ni neno hakika la unabii. This is a word that cannot be altered by any man. Hili ni neno ambalo haliwezi badilishwa na mtu yeyote. Somebody praise the living God. Tutamsifu Mungu aliye hai. It is called the word of the King of Kings. Inaitwa lile neno la mfalme wa wafalme. And the people are trying to strike with the word of the king. Na watu jaribu kung'ang'ana na neno la mfalme. Word of the king standeth forever. Neno la mfalme usimama milele. Let us hear the word of the king. Na tulisikia lile neno la mfalme. Praise the living God. Sifu Mungu aliye hai. That was my greeting to you. Hiyo ilikuwa ni salamu kwako. Thank you, Lord. Asante Bwana. I greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. Na wasalimu nyote kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Greetings in the name of the Lord. Salamu kwa jina la Bwana. Praise the Lord Jesus. Msifu Bwana Yesu. Lord to God. Utukufu kwa Mungu. I want to hear about the law of God. Tunataka kusikia kuhusu sheria ya Mungu. Which cannot be amended. Ile ambayo haiwezi ikabadilishwa. As men are trying to amend it. Majinsi watu wanadamu wanajaribu kuibadilisha. And the scripture is warning us. Lakini andiko linatuonya juu ya huko kubadilisha. Welcome you all. Na wakaribisha yote. Yes. Thank you, Jesus. Asante Yesu. I'm happy to see Oliver back. Nafurahi kuona Oliver amerudi. Welcome back, brother. Karibu ndugu. We were to meet with him last Sabbath. Tulikuwa tukutane naye Sabato iliyopita. In Seme, but the Lord hindered us. But we were hindered by the enemy. Kule Seme mbali adui akatuzuia. Satan can hinder you sometimes. Shetani anaweza kukuzuia wewe wakati mwingine. But he cannot prevail against the will of God. Lakini hata akikuzuia hawezi akashinda yale mapenzi matakatifu ya Bwana.
we know that all things work together for good. Tunajua ya kwamba vitu vyote vinafanyika kwa wema wa Mungu. Them that love God and them that are called according to His purpose. Kwa wale wanaompenda Mungu na wale wameitwa kulingana na kusudi lake. Paul said that. Paulo akasema hiyo. In which book? Katika kitabu gani? Amen. Methali mlango wa 8. Warumi mlango wa 8. Katika Warumi mlango wa 8, Paulo akasema hivyo. Amen. Amina. He also said, I can do all things. Pia akasema naweza fanya mambo yote through Christ who strengthens me. Kupitia Kristo ambaye unitia nguvu. Amen. Amina. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, the living God. Msifu Mungu aliye hai. We need to know these things. Tunahitaji kujua vitu hivi. And to have them in our minds. Na kuwa navyo katika nia zetu. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Msifu Mungu. So that we can tell people concerning them. Ili tuweze kuambia watu wengine kuvihusu. Amen. Amina. So you need to know the scriptures. Hivyo basi wahitaji kujua maandiko. Have them in you. Ukuwe nayo au maandiko ndani yako. You cannot become the word of God if you don't know the word of God. Huwezi ukafanyika lile neno la Mungu ikiwa huijui lile neno la Mungu. There is no word of God in this world if you are not there. Na hakuna neno la Mungu ulimwenguni huu ikiwa wewe hauko. Amen. Amina. So Paul said, and we know all things. Hivyo basi Paulo akasema na tunajua vitu vyote work together for good. Ufanyika kwa wema. Whether it is bad, it work together for good. Iwe ni au mambo ni maovu ama mabaya inafanyika kwa wema. Amen. Amina. They work together. Yote kwa pamoja yanafanyika kwa both the good and the bad work together. Kwa hivyo yote hayo mema na maovu yanafanyika kwa wema. For good. Kwa ajili ya wema. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. So you need to understand the word of God very well. Wahitaji kulielewa neno la Mungu vyema. He did not say I know. Hakusema najua. Paul said you also know. Paulo alisema hata wewe unajua. And he said and we know. Na akasema na tunajua. Somebody praise the Lord. Mtu amsifu Bwana. And we know that all things work together for good. Na akasema na tunajua ya kwamba vitu vyote vinafanyika kwa wema. All things. Vitu vyote, even sickness, hata magonjwa, work together for good. Ufanyika yote kwa wema. Hallelujah. Utendeka kwa wema. Pamoja. Utendeka pamoja kwa wema. Hallelujah. Hallelujah. You get involved in an accident. Unahusika katika ajali. But you don't die. Lakini haukufi. God who has brought the accident has preserved your life. Mungu ambaye ameleta hiyo ajali amekuhifadhi. Don't focus on the accident only. Usilenge tu uone ajali peke yake. See a life saving God. Bali muone Mungu ambaye anaokoa maisha. It could have killed you but he has preserved your life. Hiyo ajali ingekuwa lakini amehifadhi maisha yako. So two things have happened. Hivyo basi pale vitu viwili vimefanyika. Pain has been inflicted in your flesh. Maumivu yamewekwa ndani ya nyama yako. But there is victory which has also been given to you. Lakini pia pana ushindi ambao umepeanwa kwako. Hallelujah. Hallelujah. You are among them that are called eyewitnesses of what happened. Wewe ni miongoni mwa wale ambao wanaitwa mashahidi ambao wameona kile kimetendeka. Hallelujah. Hallelujah. You can speak and say, if it were not for the Lord, unaweza nena na kusema kama haingekuwa ni Bwana, everybody in this car would be no more. Kila mtu ndani ya gari hii angeangamia. Hallelujah. Hallelujah. I am alive because of God. Mimi niko hai kwa sababu ya Mungu. The devil was planning to finish us all. Shetani alikuwa ameazimia kutumaliza sote. So all things work together and we know. Hivyo basi vitu vyote kutendeka kwa wema na tunajua. Somebody praise the living God. Mtu amsifu Mungu aliye hai. So don't focus in the negative. Kwa hivyo usione upande tu wa maovu peke yake. Hallelujah. Hallelujah. Thank God for that good which he has done. Bali mshukuru Mungu kwa hicho chema ambacho amekifanya. Hallelujah. Hallelujah. Somebody praise the living God.
njia ya kufikia uzima wa milele ni nyembamba. There's very little things which God wants you to thank Him in. Kuna vitu vidogo sana ambavyo Mungu anataka umshukuru kwa. But they are very important. Lakini ni vya maana sana. They are narrow. Ni nyembamba kabisa. But God wants you to thank Him in those narrow. Lakini hata hivyo Mungu anakutaka umshukuru katika hapo mahali pembamba namna hiyo. Usishinde tu ukisema si Mungu alinipusha tu na hii ajali. Zishinde ati saa yote God made me to escape this accident. God, you said you are going to keep us. Huyo Mungu mlisema ataenda kutulinda. Mungu wewe Mungu ulisema utaenda kutulinda. Don't complain to God that God ati munungunikie Mungu ati wewe Mungu ulisema utaenda kutulinda. Hallelujah. Hallelujah. You are alive. God has kept you. Wewe uko tayari, hai Mungu amekulinda. Hallelujah. Wewe hiyo. Somebody praise the living God. Mtu amsifu Mungu aliye. So instead of complaining, thank God. Hivyo basi badala ya kulalamika na kunungunika, mshukuru Mungu. Just say thank you Lord. Sema tu asante. You really preserved my soul. Hakika umehifadhi nafsi yangu. You have kept my life so that I can continue to serve. Maisha yangu ili niweze kuendelea kukutumikia. Don't focus in the pain. Usiwe mtazamo wako ni yale maumivu tu. Hallelujah. Hallelujah. Somebody praise the living God. Mtu amsifu Mungu aliye hai. Amen. Amina. We know that all things work together for good to them that love God. Tunajua kwamba vitu vyote vinafanyika kwa wema kwa wao wampendao Mungu. To them who are called according to His purpose. Kwa wale ambao wameitwa that is Romans chapter 8 verses 28. Kwa wale ambao wameitwa sawia na kusudi lake. Somebody praise the living God. Mtu amsifu Mungu aliye hai. Romans Warumi mlango wa 8 mstari wa 20. Hallelujah. 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 Thank you Lord Jesus. Asante Bwana Yesu. Thank you Lord. Asante Bwana. So we need to know those things, eh? Hivyo basi tunapaswa kujua hivyo vitu. They need to be. Yapaswa kuwa ndani yetu. We need to walk as the written epistles. Tunahitaji kutembea tukiwa barua ambazo zimeandikwa. Hallelujah. Hallelujah. We want to hear the word of God. Tunataka kulisikia neno la Mungu from the book of, we are going to start in the book of Matthew, of Luke. Tutaenda kuanzia katika kitabu cha Luka. Verses 16, chapter 16. Luka hata mlango wa 16. I believe you have your notebooks. Naamini muko na vitabu vyenu vya kuandikia. You have your Bibles. Na Biblia zenu pia. You have a pen. Na kalamu zenu. Those are very. Biblia, kitabu na kalamu ni vya muhimu sana ndani ya nyumba ya Mungu. So that as the Lord and the Holy Ghost will lead you, you will write something down. Ili jinsi Roho Mtakatifu atakavyokuelekeza utakuwa unaandika. Because we don't know how He's going to move us. Kwa kuwa tujui jinsi ataenda kutuendesha. But one thing we know, bali jambo moja ambalo twalijua, we will never go wrong with the Holy Ghost. Hatutawahi potea tukiwa na Roho Mtakatifu. Thank you Lord Jesus. Asante Bwana Yesu. I was telling you that we were hindered. Nilikuwa nawaambia kwamba tulizuiliwa. So that we do not have fellowship with our brothers. Kiasi ya kwamba tungekuwa na ushirika na ndugu zetu. But it worked in our favor also. Bali ilifanya kazi katika kwa kibali chetu pia. We were able to have good time. Tuliweza kuwa na wakati mzuri. To reflect upon the word of God. Hata kuweza kuangazia ile neno la Mungu. Thank you Lord Jesus. Asante Bwana Yesu. So in Luke chapter 16. Hivyo katika Luka mlango wa 16 and verses 17. Na mstari wake wa 17.
there? Luka mlango wa 16 mstari wa 17. The scripture says, and it is easier for heaven and earth to pass than one title of the law to fall. Ndiko linasema, lakini ni vyepesi zaidi mbingu na nchi vitoweke, kuliko itaanguke nukta moja ya Torati. Hallelujah. Hallelujah. Jesus said, even one letter of the law, Yesu akasema hata nukta moja tu, one title will never be separated from the law. Nukta moja tu haitatenganishwa na sheria. Praise the living God. Msifu Mungu aliye hai. He said even just a jot. Akasema hata nukta tu. In Matthew he said, not even a jot. Katika Mathayo nasema si hata yodi moja. Hallelujah. Hallelujah. Everything must be fulfilled. Kila kitu ni lazima kitimie. Jesus was speaking about the law. Yesu alikuwa ananena kuhusu sheria. There is no ruling without the law. Hakuna kutoa uamuzi pasipo sheria. You cannot lead the people without a law. Huwezi ongoza watu pasipo na sheria. There is no king that can rule without a law. Hakuna mfalme awezaye kuongoza pasipo sheria. God is a king. Mungu ni mfalme. And he cannot rule in his kingdom without laws. Na yeye hawezi ongoza ama tawala ndani ya ufalme wake bila sheria zake. And Jesus did not come to take away the laws. Na Yesu hakuja kuziondoa hizo sheria za Mungu. Hallelujah. Hallelujah. He did not come to take away the laws which were written by the finger of God. Hakuja kuziondoa zile sheria zilizoandikwa kwa kidole cha Mungu. But the scripture says he came to take away the laws which were against us. Bali andiko linasema ya kwamba alikuja kuziondoa zile sheria ambazo zilikuwa dhidi yetu. Hallelujah. Hallelujah. The laws which were written by the finger of God were not against us. Sheria ambazo zilikuwa zimeandikwa kwa mkono kidole cha Mungu hazikuwa dhidi yetu. I want you to think very deep. Nataka uweze kufikiria kwa kina sana. Criminals are being taken to court. Majangili, yes, wavunjao sheria wanapelekwa kotini. Thieves are being caught and taken to court. Wezi wanashikwa na kupelekwa kotini. Killers and murderers are taken to court. Wauaji wanapelekwa kotini. Hallelujah. Hallelujah. And there are men who stand to defend them. Na pana watu ambao wanasimama ili waweze kuwatetea. When they stand there, wanaposimama pale, they don't dispute that you should not kill. Hawaleti utata wa ati au paswi kuua. They know that is a law. Wanajua hiyo ni sheria. Hallelujah. Hallelujah. And they know you have killed. Na wanajua wewe umeua. In fact, you tell them if you have killed you, they tell you, tell me the truth. Kama umeua na kuambia hebu nieleze kabisa wazi. So when they stand there, they don't say killing is good. Wanaposimama pale kotini wasemi ya kwamba kuua ni kwema. But they bring a reason why that thing has happened. Lakini wanaleta sababu ni kwa nini huko kuua kulifanyika. It was a must that this man had to kill.